Mungu siye mwanadamu awezaye kudanganya. Mungu siye mwanadamu awezaye kudanganya. Ameandaa mwana-kondoo, akaandaa mwalimu Ngata. Siku ya leo tujifunze, hii yote ni kazi yake. Mungu siye mwanadamu Mungu wetu awezaye kudanganya. Mungu wetu Mungu siye mwanadamu awezaye kudanganya. Asante. Iko sawa mwalimu? Iko sawa. Amina. Naona mimi ndio nimeonekana. Okay. Nataka atoe ripoti. Haya, karibu. Akimaliza kutoa. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu Amina. jukwani, nami Nabii Rachel nataka kumshukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya kutuletea mgeni mwalimu Ndacha. Tulikuwa naye mahali hapa tarehe 21 mwezi wa 5 2023. Ni miaka 2 na miezi karibu 5. Salamu za Yesu. Amina. Kila ratiba na kila jambo huwa tunalinakili, ukikuja pia tunakukumbusha. Salamu za Yesu. Amina. Maana hata katika maandiko pia kuna kitabu cha kumbukumbu la Torati. Manabii pia walikuwa wanakumbushana. Salamu za Yesu. Amina. Huu ni ujumbe wangu ambao nilipokea kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho tulikuwa kwa shamba moja kule Naitiri. Hili shamba ni la mtu anayeitwa ex-chief. Alikuwa katika utawala alafu acha. Ile shamba lilikuwa limepandwa miwa na hii miwa ilikuwa imenawiri vizuri kabisa. Lakini kando yake kulikuwa na barabara ilikuwa imezunguka lile shamba. Na wakati wa kuzunguka tulikuwa tumegawia kila nabii wawili kuzunguka lile shamba. Lakini katika ulimwengu ule wa kiroho nikawa naimba tu wimbo, dunia 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 mama, dunia dunia mama, kumbuka Sodoma na Gomora wote walikufa, kumbuka Sodoma na Gomora wote walikufa, dunia dunia mama, kumbuka Sodoma na Gomora wote walikufa, kumbuka Sodoma na Gomora wote walikufa. Sasa katika hiyo harakati mimi nilikuwa na mtume Solomoni. Kufika kwa junction mahali ambapo njia zinakutania palikuwa pameandikwa signpost kubwa Rising Star. Ninaona malaika Ayubu pia anatokelezea huko, pia ako na mwenzake. Pia yeye bado tu anaimba tu hiyo wimbo, dunia dunia, Sodoma na Gomora wote walikufa. Na wakati tulikutania Rising Star, ikawa kuna mgeni amekuja ghafla. Na huyu mgeni nilipomchunguza kwa jina nikamjua, kwa lugha ya Kiluya anaitwa Mabonga. Alikuwa amekaa mahali pale. Na ikawa kwa nyumba yangu niko tu na hindi moja, ndio chakula chenye nilikuwa nacho kwa nyumba. Lakini nikahisi kupea mgeni chakula. Nikachukua lile hindi lilikuwa limechomwa, nikavunja 3/4, nikakabidhi mgeni, na mimi nikabaki na 1/4. Mgeni akafurahi akasema, ulikuwa umeweka tu hili hindi kwa ajili ya baba ya watoto wako, lakini ona umejitoa kwa ajili yangu. Huyo mgeni akanitoa Rising Star akanileta hapa hemani. Nilipofika hapa hemani hadi kwa hii nyumba yake malaika Joshua. Nilitarajia nipate malaika Joshua ndani, lakini ndani mwake alikuwa ni malaika Samson. Malaika Samson ukasimame. Oh. Amina, asante. Ndani mwake alikuwa malaika Samson mahali amelala kwa kitanda. Na hii kitanda ilikuwa ni soft pillows. Mkono Samson. Amina, utaketi. Huyo malaika Samson alikuwa na soft pillows, alikuwa anagawa kila mtume. Nilipoingia ndani pia mimi naye akanigawa yangu nikatoka. Kusimama hapa nikaona kuna gari ambalo lilikuwa yani limetumika kwa muda na limesimama. Na nikaona tena kwa sababu tumewajibika kwa haraka ule mgeni akule chakula kizuri hapa hemani, nikaona pale kwa gate tena baba anakuja.
naye amebeba gari aina ya Scania na ameibebea tu kwa kijiti juu hivi. Wakati ameinua hivi, namba plate iko mahali pale na wameandika Scania. Hili gari liko na track. Ukiliabiri kama ni Kakamega, utafika tu Kakamega, huwezi pita, itaripoti kila kitu. Salamu za Yesu. Amina. Sasa katika ile nafasi gari likarekebishwa na driver akawa amekaa ndani. Sasa liko linapigwa mazoezi, linataka kuondoka kwa ajili ya safari. Ghafla nikaona mtu mmoja akaingia, naye alikuwa ametumwa nyumbani. Yeye ikasemekana kuwa hatajiunga pamoja nasi, na hayo maono yakaishia pale. Amina. Huyo mtu mmoja alikuwa na mtoto amedhoofika. Amedhoofika. Asante. Salamu za Yesu. Amina. Ushangilie Mwenyezi Mungu kwa shangwe na vikelekele kwa huo ujumbe. Asante. Tukiingia katika tafsiri ya chuo cha unabii, Malaika Recha alikuwa eneo la Naitiri, mahali ambapo amesema ni kwa ex-chief. Na tunapoangalia huo ujumbe, neno ex-chief ni yule mtawala ambaye amekuwa kwa utawala na akawa ex. Yaani kumaanisha kwamba sasa leo si mtawala. Salamu za Yesu. Amina. Na alipokuwa hapo walikuwa wanazunguka hilo shamba la ex-chief. Na kuzunguka hilo shamba la ex-chief, unapochunguza pia amesema walikuwa wao nao wako wawili wawili wakizunguka hilo shamba. Hata katika maandiko walitumwa wawili. Salamu za Yesu. Amina. Kuwa wanazunguka hilo shamba, tunaona ya kwamba pia tulikuwa na jambo la ajabu sana. Sasa tafsiri ya neno ex-chief, hapa duniani kuna watu ambao wanasikiliza hili neno lakini hawaliweki katika matendo. Ndani mwao hawana chakula cha kiroho na pia hawana kinywaji cha kiroho. Na wale walio na kinywaji cha kiroho na chakula cha kiroho wanaunywea ule mwamba wa rohoni. Mwamba wenyewe ni nani? Yesu. Ni Yesu. Sasa katika hali ya kuzunguka hilo shamba hilo la ex-chief, maana yake ni ulimwengu jinsi ulivyo. Mwalimu Ndaja anapotembea jinsi huwa anatembea akipasa ujumbe, yeye pia tayari huwa anazunguka shamba la ex. Mwalimu Yesu wa Tongareni anapohubiri hii injili inapofikiria mataifa yote, hawa watu wako ex, maana hiki chakula cha kiroho ndani mwao hakipo. Na ujumbe wenyewe Nabii Recha akasema ya kwamba alijikuta kiroho anaimba wimbo tunia mama, kumbuka Sodoma na Gomora wote waliangamia. Sasa tuko katika majira ya siku za mwisho. Dunia ya sasa imeko katika hali ya kiwewe. Walimwengu wako na pilika za hapa na pale, na wamekataa kumrejelea Mungu. Kila mwanadamu ako katika shughuli yake ya kila siku. Hapo sasa wako katika chifu, lakini kumbe ujumbe nao neno linahubiriwa kila mahali. Na neno lenyewe ni majira ambayo yanaashiria siku za mwisho. Kila mmoja akumbuke wakati wa Gomora jinsi ilivyokuwa. Siku zake Lut kule Gomora na Sodoma kuliwaka nini? Moto. Hata mkewe Lut akakeuka akawa nguzo ya jiwe alipotazama nyuma. Na hata katika tafsiri hakutazama tu nyuma, bali Lut alipokuwa akieneza ujumbe, huenda yeye alikuwa anasema huyu mzee na mambo yake. Salamu za Yesu. Hiyo mimi nashukuru siku ya leo Mwalimu Ndaja ametembea na mkewe. Neno linapohubiriwa pia mkewe ako ndani, ako katika meli. Salamu za Yesu. Na katika harakati hiyo huo ujumbe akasema ya kwamba Nabii Ayubu pia alipotokea, pia yeye alikuwa anaimba tu huo wimbo kuashiria ya kwamba ni nyakati za mwisho. Aliye na masikio na asikie yale Roho anaambia makanisa. Makanisa si mjengo, bali ni mwanadamu yule ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani mwake. Iwapo Nabii Recha alikuwa anaimba wimbo kuashiria Sodoma na Gomora, kumbuke sana jinsi walivyoangamizwa. Ayubu pia akatokea anaimba huo wimbo, kumaanisha wawili. Tayari Roho wa Mungu ameingia kwa wanadamu hapa duniani.
malaika na mwanadamu. Huu ujumbe unahubiriwa kwa kila kiumbe kote duniani, jinsi maandiko yalivyosema ya kwamba ni lazima hili neno litahubiriwa kwa kila kiumbe kote duniani, ndipo mwisho wake ufikiliwe. Salamu za Yesu. Amina. Wakafika kwa junction. Junction ni mahali penye njia zinakutania. Salamu za Yesu. Amina. Shabaha ni kwamba hata nanyi manabii, kama hangelikuwa Mungu, ama hata nanyi watumishi, hata na hawa wakeni ambao wameingia, kama hangelikuwa Mungu aweke maana yake nafsini na awe upande wetu, wewe haungelifika katika neno lake Mwenyezi Mungu. Junction maana yake ni mahali penye watu wanakutania. Salamu za Yesu. Amina. Shangilie Mwenyezi Mungu. Hata leo hii tuko katika junction, maana mahali hapa watu huwa wanakutania. Si ni kweli? Salamu za Yesu. Amina. Sasa katika neno kufika katika junction, na akasema ya kwamba wakawa mahali inaitwa Rising Star. Yaani tukiwa mahali hapa, neno Rising Star ni sawa na kusema sunrise. Ni nyota ambayo ni angavu, mahali penye nyota. Nalisikia katika vyombo vya habari hapo nyuma 2018 wanasayansi katika nchi za nje wakisema sayari imepatikana Kenya, na hiyo sayari iko kwa uchunguzi. Ni jina gani litakalokuwa watakayoipa hiyo sayari jina maarufu, kumaanisha ya kwamba kumbe tuko na Rising Star. Na hapo Rising Star, malaika Recha amesema tukatokea na mkeni, kwa lugha ya jina la Kiluya huyo mkeni anaitwa Mabonga. Neno Mabonga ni mtu mheshimiwa. Sasa anayefanya sisi tukae hiki kikao, mheshimiwa ni Baba Mungu. Wacha tushangilie Mwenyezi Mungu. Jina Mabonga ni mtu mheshimiwa. Na alipofika malaika Recha alifurahi. Sasa mahali hapa mheshimiwa wetu ni nani? Baba Mungu. Tayari tuko kwa junction na tuko mahali penye Rising Star. Sasa wewe ni kupeana chakula. Malaika Recha akasema ya kwamba baada ya hapo tu kidogo akawa na indi. Na hilo tu ndilo alilokuwa nalo, hata alikuwa amewekea mzee wake. Salamu za Yesu. Amina. Hilo indi ni nini? Katika tafsiri ya hilo indi, wewe ukiwa mchumbe wa Mungu, usiwe upweke. Lazima uweko na jambo. Lazima uwe na chakula cha kiroho. Hilo indi ni chakula cha kiroho. Na hilo indi hata ni maona ambayo Nabii Recha ameyatoa leo, maana yanatuchenga sisi wote. Wewe unapoingia mahali pa Rising Star penye nyota ya ngafu ipo, jambo gani ambalo huo unalitekeleza? Salamu za Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Sasa huo ujumbe maana yake ni kwamba tutende yaliyo mema. Saeni yale matunda mazuri yapatanayo na topa, ili watu walio kisani wawe katika nuru, na hiyo nyota iwaangazie. Kitoka akajikuta katika malango ya Yerusalemu. Hapa sasa akawa kwa hiki chumba, badala ya kupata mwenye chumba Joshua alipata Samson. Malaika Samsoni yako. Salamu za Yesu. Na Samsoni alikuwa hapo na soft pillows. Ya pillow ukijiwekea, yani usiwe na hali ya kuumia hata shingo ama kichwa. Umesema hivyo? Amina. Jina Samsoni katika maandiko ni mwenye nguvu. Sasa hili neno tunapokutana mahali hapa, hata tukiwa na kikao na tuwe na mata yoyote, hili neno linatutia sisi nguvu. Na kila mmoja anakabidhiwa soft pillow. Salamu za Yesu. Amina. Maana Mungu huongea mafumbo, lakini najaribu kuyapambanua na saha ya upambanuzi wa mafumbo. Wakati tumekutana hapa, kila mmoja anapokea pillow yenye iko soft. Salamu za Yesu. Amina. Na tulipokuwa hapa, malaika Recha amesema pia tulikuwa na gari hapa. Amesema hivyo. Amina.
Hilo gari utarudia lenye lilikuwa hapa. Gari la kwanza ilikuwa limekaa kwa muda kama halijatumika, lakini nikuangalia kwa lango la Yerusalemu nikaona tena mzee anakuja na gari lingine aina ya Scania ambayo ni jipya, na hii Scania iko na number plate tayari. Iko na number plate tayari. Na wakasema hili gari linarekebishwa leo na kumalizika tu leo. Asante. Lakini gari lenye lilikuwa halicharekebishwa kwa muda. Mwalimu Ndacha wakati aliingia hapa nimeona mwandishi kumba amenakili. Tarehe 21 mwezi wa 5 2023. Yani imekuwa kwa muda hatujakutana ndio gari. Salamu za Yesu. Amina. Ama? Amina. Ilikuwa amechukua muda. Hiyo maono ni ya leo? Ya leo. Ni ya leo. Salamu za Yesu. Amina. Ilikuwa imechukua muda, lakini alipoangalia kwa keti akaona gari na mzee anakuja na gari aina ya Scania. Na amepepea kwa kijiti juu. Na ikasemekana lirekebishwe mara moja. Na tena hilo gari liko na drag. Salamu za Yesu. Amina. Unanipata? Amina. Sasa huyo mzee ni nani? Katika kitabu cha Danieli mzee ni Mwenyezi Mungu, mzee wa kale na kale. Na hiyo Scania ni nini lenye iko na drag? Tukiwa hapa mwalimu Ndacha ana rekodi huu ujumbe. Na huu ujumbe utawafikiria Wakenya karibu wote. Tena huu ujumbe utawafikiria wa Tanzania. Eturakaniyo. Sasa ukiwa hapa huenda swali litakujia wewe pia chipu kulingana na chuo cha unabii ama utoe jawabu kulingana na maongozi ya Roho. Salamu za Yesu. Amina. Uvele draka iko. Kwa hiyo Scania. Ripoti kila kitu. Alafu wanaripoti kila kitu. Kama limefika tu Kakamega ni Kakamega. Kama utachukua njia ufike kule na Baholo, hiyo draka inapeleka ripoti. Salamu za Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Na kwa njia nyingine tukiwa mahali hapa hakunanga siri katika hili hema. Jambo lolote utakalolitenda ufikiria umejificha, ripoti Mungu ataiweka wazi. Maana kila mmoja amewekewa draka. Na hiyo draka ni malaika wa mbinguni. Salamu za Yesu. Sasa driver alikuwa anakaa ndani analifanyia zoezi hilo hiyo Scania. Unanipata? Tuko kwa zoezi leo? Tuko kwa zoezi maana hatujamaliza kikao. Salamu za Yesu. Umeona mwalimu Ndacha akiongea na nyinyi kweli? Hapana. Pata na yako anakanyaga mafuta kidogo. Salamu za Yesu. Amina. Hivyo ndivyo ilivyo. Alafu tukatokea na mtu mmoja alikuwa na mwana, naye huyo mwana alikuwa amedhoofika sana na hakukuwa pamoja nasi. Maandiko yalisema watu wengine si wa kwetu. Ama? Salamu za Yesu. Ama yule mwana alikuwa amekonda, maandiko inaashiria ya kwamba wasio na chakula, huenda alikuwa chief. Amekuwa neno alimo ndani. Sasa wewe ukiwa na neno la Mungu, lisha yule ambaye hana neno. Mshangilie Mwenyezi Mungu tena. Huenda tu leo nimeona maono hapo hemani kuhusu majina. Mwalimu Ndacha chuweko kitu. Kuja toa hiyo maono. Imekuwa fupi sana. Mwalimu Ndacha achue hii majina inakujanga aje. Acha kuweka hiyo mic kwanza. Sifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Chukuani ninapisera Luka nyota 24. Katika ulimwengu wa kiroho nilikuwa mahali hapo nilipewa permit, na hii permit nilipewa na mtu mwenye haeleweki, lakini nilijua ni Papa Mungu. Aliniambia nipeleke mahali kanyumba kitoko kuna mtu alikuwa.
Sasa kwa hiyo harakati vile niliingia kwa hiyo nyumba, nilipata kijana anaitwa Luka, na huyu Luka, hiyo permit ilionyesha ya kwamba inatakana niolewe kwa huyo Luka. Sasa tuliishi kwa hiyo nyumba, na kwa hiyo nyumba hakuwa peke yake, alikuwa na muke, na huyu muke alikuwa tu nje ya hiyo nyumba kwa biashara yake, na alikuwa na katoto rika hii kasichana. Huyo mtoto nilipaki naye kwa hiyo nyumba na huyo mzee kijana Luka. Nikaanza kufakia, nyumba ilikuwa na uchafu kidogo, nikafakia makanda ya ndizi ilikuwa hapo, walikula lakini hawakutupa nje, nikafakia. Lakini nilikuwa najiuliza, na huyo mke wake akiona mimi atafikiria nini, na huyu ni mzee wake. Lakini huyo mke wa Luka hakuwa anashughulika, alikuwa tu kwa biashara yake. Sasa kwa hiyo harakati tukaishi, na huyu kijana Luka akasema tuondoke tutembeeko kidogo. Sasa vile tuliondoka, nilikuwa nafikiria hiyo njia vile tunaenda ndio mke wake ako hapo kwa biashara, atanifikiria nini? Si atafikiria nimechukua mzee wake. Tukaenda, lakini huyo bibi hakuwa na shughuli, alikuwa tu kwa biashara yake, na tukapita hapo tukaenda na huyo mzee wake, na nilikuwa nimefurahi sana na kale katoto. Naona huyo kijana Luka alikuwa na kale katoto. Asante. Salamu za Yesu. Salamu za Yesu. Sasa yeye alijikuta mahali akapewa permit na hakujua nani alimpea hiyo permit. Neno permit katika lugha nyepesi ni kipali. Huku unapopewa permit unaweza kata hata miwa. Salamu za Yesu. Utakuwa umepewa nini? Kipali. Na akaelekea kwa nyumba. Hiyo nyumba akapata nyumba ya kijana anaitwa nani? Luka. Huyo Luka alikuwa anataka kumuoa na yeye pia akampenda. Akawa anafakia kwa hiyo nyumba uchafu uondolewe, lakini amependa huyo kijana. Huyo kijana alikuwa pia na mke, lakini mke ako kwa biashara yake huko. Na huyo kijana Luka alikuwa pia na mtoto, na amependa tu huyo mtoto huyu na Pisera. Sasa nilikuwa nauliza swali, hapa tuko na malaika Luka? Atasimama. Songa hapa uonekane. Kuja hapa. Huyo ndio malaika Luka. Sasa wakati huu ujumbe umetolewa, maana Sera alikuwa anataka aoleke kwa nani? Kwa Luka. Sasa tumekuwa na malaika Luka. Mimi nikafikiria inaonekana malaika Luka ambaye ako katika chombo chake ni kama sasa anataka atembee na huyu. Maana amesema walienda, lakini mke wake hakuwa anashughulika. Salamu za Yesu. Amina. Nimeuliza Luka, wewe unaonaje jina lako likihama kwako liende kwa huyu? Ama umewasako nini wakati huo ujumbe umetolewa? Songa tu hapo. Twende mbele. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Hiyo ni kazi yake Baba Mungu, na kazi ya Baba Mungu haikosolewi. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Wakati tumekuwa ndani, malaika Luka kuna jambo umesema. Nimekuwa na tafsiri na ukasema hivi, kama malaika Luka ananitoroka. Lakini kumbe wewe uliwasa jambo. Nena ile jambo lenye uliwasa. Siwe Yesu. Amina. Niliwaza, nimetembea na malaika Luka miaka mingi. Miaka ngapi? Miaka karibu 10. Amina. Alafu sasa venye niliwaza hivyo, na katika ulimwengu wa kiroho nikaoneshwa, tulikuwa tu hemani. Na nikaona Yesu ananiita malaika Ido. Malaika Ido. Amina. Sasa na mimi nikawaza, nikasema nilikuwa nimezoea malaika Luka, lakini nilipokuwa nikiendelea kuwaza na nikaamuka. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Asante. Kulingana na huo ujumbe, sasa siku ya leo huyu malaika ambaye ametoa huo ujumbe, Sera, amebadilishwa jina, anaitwa malaika. Maana alienda na yeye. Na huyu kiroho aliona Yesu akimbadilisha, akimuita malaika Ito. Mwalimu Ndaja, Ito hako kwa maandiko? Nabii Ido. Ido. Lakini si malaika, anaitwa nabii.
Lakini sisi tunatumianga majina yote. Tunaweza tumia nabii, malaika, maana hiyo roho tayari saa yako katika roho. Salamu za Yesu. Na tena ni nabii, maana analeta ujumbe. Salamu za Yesu. Pasi, kwa nafasi hii natumai mmeona wakeni. Mwalimu Ndaja, huenda una jambo? Karibu. Nataka niweze kurudia tena niwasalimie. Mjambo? Jambo. Habari zenu? Nzuri sana. Mimi sababu yangu ya kuja hapa ni kutaka kuhojiana na nyinyi, na nataka kuhojiana na nyinyi kwa mujibu wa maandiko. Kwa mujibu wa maandiko Mimi huwa nafundisha watu maneno ya Mungu na huwa natumia Biblia, na vile ambavyo huwa nasunguka huwa napatana na watu tofauti tofauti walio na imani tofauti tofauti. Na wakati ambapo nilipomjua Yesu wa Togereni na nikaja nikawatembelea wakati huo tukiwa na Ramadhani, bado nimekuwa nikitafuta muda wa kurudi kwa sababu hatukuridhiana, hatukufikisha mwisho wa mjadala. Mimi niseme sikubaliani ya kwamba Yesu wa Togereni ndiye yule Yesu wa Biblia. Sikubaliani. Ni vizuri kusema kweli. Amina. Na nyinyi na wahesabu kama watu ambao nafaa kuwahubiria. Mko tayari? Mko tayari kusikiliza hoja zangu? Mko tayari? Mko tayari kusikiza hoja? Sasa hoja ambazo mimi naenda kutoa mbele yenu ni kupitia maandiko, kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24 Kamau, hata naweza kusoma tu. Mathayo 24. Mathayo 24. Waandishi mnaandika, ukiwa pia na jawabu, mwalimu Ndaja huwa na maswali na mnajibu. Mathayo 24 mstari wake ni wa 2 na wa 3. Mathayo 24:2. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Naye akajibu akawaambia, ndio, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni. Ndio. Nasoma mstari wa 4 kwa sababu ya muda. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema mimi ni Kristo, ndio, nao watadanganya wengi. Sasa andiko hili ninalijegea hoja ya kwamba maneno haya aliposema Masihi ya kwamba siku za mwisho wengi watatokea na watalitumia jina hilo hilo ya kwamba wao ndio Yesu Kristo. Sasa mimi ninaposikia Yesu wa Togereni akisema yeye ndiye Yesu wa Biblia, ninasema hivi, ili andiko hili ambalo liko kwenye Biblia ya kwamba kuna watu watatokea siku za mwisho na watajiita Yesu. Sasa mimi nasema huyu Yesu wa Togereni anatimiza unabii wa siku za mwisho wa kujiita Yesu wa Biblia wakati si yeye. Kwa nini si yeye? Katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 27. Inasema 6:27. Mathayo 6:27. Mathayo 6 mstari wake ni wa 27. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua? 16, hebu angalia 16:27. 16:27. Ndio. Inasemaje? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake. Wakati mwana wa Adamu atakapokuja, atakuja na utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake. Pamoja na malaika zake.
ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hivyo Yesu wa Biblia atakapokuja, hata kuja akae tongereni. Hata kuja akae tongereni. Yeye anakuja kwa ajili ya hukumu, kwa ajili ya hukumu ya kumlipa mtu kulingana na kazi yake. Kitu kingine ambacho atakacho kuja kufanya katika Wathesalonike, kitabu cha Wathesalonike. Sasa mimi naomba munijibu hoja hizi ya kwamba hizi sifa ambazo Yesu wa Biblia anatakiwa aje afanye, Yesu wa tongereni amefanya? Yesu wa tongereni amefanya? Kwa sababu leo mnapoongelea Yesu wa tongereni ni kana kwamba Yesu wa Biblia amesharudi tena ni huyu. Lakini Yesu wa Biblia anasema yeye akija anakuja na malaika zake na kumlipa mtu kulingana na kazi yake. Kwa hivyo anakuja kwa ajili ya hukumu. Sasa msomaji, soma Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 15 na 16. Inasemaje? Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana. Sasa hapa tunaambiwa na mtumishi wa Mungu Paulo anapoandika katika Roho Mtakatifu, na waambieni ya kuwa kwamba sisi tulio hai tutakaosalia, ambao tutakuwa tumebaki wakati Yesu anaporudi, hata wakati wa kuja kwake Bwana, ndio hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti. Kwa hivyo tuna watu ambao wako makaburini. Wakati Yesu atakapokuja hatuwezi kuwatangulia. Kwa hivyo ina maana hakuji tukae tongereni. Kuna mahali tunaenda. Akikuja tunaenda mahali. Sasa huyu wa tongereni alikuja akakaa. Lakini wa Biblia alikuwa anakuja alafu tuende mahali. Sasa anasema hatutawatangulia waliokwisha kulala mauti. Kwa nini? Inasema ndio kwa sababu Bwana mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu Sasa kwanza, wakati Yesu atongereni alipokuja, hatukusikia sauti ya malaika mkuu, hatukusikia parapanda ya Mungu. Maliza. Inasema ndio nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Paulo alikufa? Ndio. Ako wapi? Hujafufua yeye? Ngoja kidogo nimalize. Ngoja Paulo kuja Paulo. Sasa haya, sasa kidogo tuende polepole. Huyo ni Paulo. Kulingana na yeye ati huyo ndiye Paulo ameshafufuka. Haya kidogo tu. Amina. Sasa huyu ndiye Paulo. Wewe Paulo sasa. Mpe maiki sasa Paulo. Wewe Paulo. Wakati ulipokuwa hapa duniani kabla hujafufuka, ulikuwa mwanamke ama ulikuwa mwanaume? Sifa Mwokozi. Amina. Kwa uwezo wake Baba Mungu, roho yake Baba Mungu, nayo haina jinsia ya kike wala jinsia ya kiume. Kwa hivyo nami leo hii nilirejea, niko naye mwana wa Baba Mungu, naeneza injili yake Baba Mungu. Sasa hii una jinsia gani? Sifa Yesu. Amina. Jinsi nilivyo nami naonekana mwanamke kwa macho ya binadamu, lakini katika roho nami ni mwanaume, nami ninaye roho yake malaika Paulo. Wewe ni mwanaume? Amina. Kwa hivyo sasa, wakati ulipokuwa kabla hujafufuka, uliuawa kifo gani? Sifa Mwokozi. Kwa ajili yake kazi ya Baba Mungu, injili yake Yesu. Nilipokuwa mwanzo, nami nilieneza injili yake Yesu kwa ajili ya wote waliokataa ukweli na injili yake Yesu, nao ndio waliosababisha mimi kutoweka. Kwa hivyo jinsi Yesu alirejea nami akanirejesha jinsi nilivyo nami. Ulikufa kifo gani? Usifiwe Mwokozi. Katika kazi yake Baba Mungu, nami
nami nalifungwa gerezani, bali sikukufa, nami naliendesha injili yake Yesu. Kwa hivyo hukufa. Mimi sikufa, katika roho nami nipo hai. Lakini ulikuwa umekufa? Sikufa. Haya. Haya, kwa hivyo kulingana na vile ambavyo Paulo amejibu, kwanza amesema yeye kwa sasa hivi ni jinsia ya kiume. Na Paulo wa Biblia, haya tuache hiyo. Sasa maliza andiko letu tulikuwa tunasoma. Inasema Wathesalonike wa kwanza 4 tulikuwa tunaendelea. Na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai. Kisha sisi tulio hai. Tuliosalia. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Sasa mimi naomba nyinyi ambaye mko hapa, wakati huyu Yesu anakuja, alikuja ama alizaliwa hapa hapa duniani, hapa hapa ndio kwake, ama mulienda mkamulaki huko mawinguni? Mulimulaki? Tuongee ukweli na tusidanganye. Kuna mtu ambaye anajibu hiyo na msidanganye. Yesu watogereni, mulimulaki mawinguni ama amezaliwa hapa hapa akalelewa hapa hapa? Kuna siku mulimulaki huko mawinguni? Mkono. Na Nuhu simuoni. Nuhu wakati huo mwingine tulikuwa naye. Nuhu alienda wapi? Nuhu haruhusiwi leo kunena. Okay. Haya. Kuna mtu ambaye kuna wakati mulimulaki? Nani anajibu? Haya, kuja. Amina. Sasa umekuja kujibu swali langu. Amina. Swali ambalo nimeuliza ya kwamba Yesu wa Biblia atakapokuja kulingana na maandiko tutamulaki mawinguni. Nyinyi huyu Yesu watogereni, mulimulaki mawinguni ama amezaliwa hapa? Usifiwe Yesu. Amina. Jina ni Nabii Amosi. Haya mambo huwa yanatokea kiroho. Unaweza lala, unaona maono, wingu linafunguka, unamuona Yesu anakuita. Na ndivyo huwa inatokea kwa mitume wengi hapa. Kwa hivyo Yesu alikuja kiroho au kimwili? Yesu amekuja kiroho. Kwa hivyo huyu tuko naye hapa. Unamuona mwili wake, maono huwa ni hivi. Unamuona Yesu yule mwenye aliyekuwepo mwanzo, anashuka kutoka mawinguni. Akifika chini, akitua hapa chini, anakuwa Yesu wa Tongaren. Nauliza hivi, Biblia inasema Yesu wa Biblia atakuja kutoka mbinguni, tutamulaki huko mbinguni. Sasa nauliza, huyu wa Tongaren alizaliwa hapa ama alitoka mbinguni mkamulaki? Yesu alizaliwa, lakini Mungu, hii ilikuwa kazi ya Mungu. Kama mwanzo tu, Yesu pia alizaliwa. Kwa hivyo huyu ambaye tuko naye hapa, mulimulaki mawinguni ama alizaliwa hapa? Sisi ndo tumjue, ilitokea ndo tujue ni Yesu. Ilitokea kiroho, tukamuona mawinguni, ndo tukajua huyu ndiye Yesu. Mulimulaki? Amina. Mulimulaki mawinguni? Amina. Kwa hivyo ina maana ya kwamba nyinyi mulimulaki huko? Amina. Amina ni kusema ni hivyo. Ndio. Ndio. Kwa hivyo mulimulaki? Amina, ndio. Haya. Sasa naomba nisomewe kidogo tu. Sasa hilo huyu amejibu ama hajajibu vile inafaa? Haya basi, kuna mwingine nataka kujibu sasa kulingana na yeye mwenyewe mulimulaki. Sio ndio jibu Sasa nisaidie. Anataka huyo ni nabii. Ni watatu. Haya, kuja tuanze na mzee. Huyu ni Ibrahim. Huyo ni Ruben. Ni mtumishi Ruben. Ruben. Sasa Ruben. Yesu wa Tongaren alizaliwa hapa ama alitoka mbinguni? Sio Yesu. Amina. Yesu kiroho yeye alitoka mbinguni, lakini kimwili amezaliwa hapa. Kimwili. Kimwili, lakini kiroho
ametoka mbinguni. Kwa hivyo huyu vile tunamuona hapa ana Yesu mbili, mmoja wa roho na mmoja wa mwili. Mmoja wa roho, mmoja wa mwili. Kwa hivyo ni wawili. Ni wawili. Kwa hivyo si mmoja. Huyu sio. Huyu Yesu ni mmoja. Lakini kuna mwingine wa roho na kuna mwingine wa mwili. No, hapana, yeye ni mmoja tu. Ni yupi alitoka mbinguni? Ni wa roho ama ni huyu wa mwili huyu? Yeye tu wa roho na wa mwili, yeye tu ni mmoja. Sasa huu mwili sasa ambaye tuko tunaona saa hii ndio alitoka mbinguni ama ni mwingine ambaye hatuoni? Yeye tu yule umeona ndiye ametoka mbinguni. Kwa hivyo hakuzaliwa hapa. Yeye amezaliwa hapa, lakini kiroho ni Mungu amemtuma akuje aeleze huu uchungu. Akuje akitoka wapi? Akitoka kuzaliwa ama akitoka mbinguni? Akitoka mbinguni. Kwa hivyo alitoka mbinguni. Ametoka mbinguni. Wewe uliwahi kumlaki? Mimi nimemlaki. Ulimlaki? Ngoja kidogo nimalize. Ulimlaki na mwili huu ama ulikuwa na mwili mwingine? Mimi nimlaki tu na huu mwili. Haya, simama hapo. Sasa nisomee. Wakorintho wa kwanza 15:52. Hakuna mtu atamlaki Yesu na mwili huu. Kama nyinyi mnadai mlimlaki na mwili huu. Naam. Kabla hajasoma hilo swali. Maana umeleta kitabu mzuri sana. Imenipendeza. Umesoma wa Thessalonike, nilikuwa nataka ndugu pia. Yaani wewe ukinilaki mimi lazima uwe katika mwili wa utukufu. Umejaliwa hiyo neema. Sasa ndugu, soma Waebrania ama aliyepata Hebrews. Alafu tuoanishe na Wathesalonike wa kwanza. Niko naye. Nilitoa. Salamu za Yesu. Tushangilie Mwenyezi Mungu. Mitume wa Yesu, Mwalimu Ndaja ameleta swali mzuri sana. Na hii huwa ni neema, maana hata nilipokuwa kule Uyahudi Nazareti pia wengi hawakujua, walijua kama mambo yameisha. Sasa swali ambalo mwalimu amewauliza, amesema Yesu akicha kila jicho litamlaki mawinguni, na waliolala watatangulia kwanza, ili na wale ambao wako katika mwili sasa wamla. Sasa kitabu ambacho alikuwa anataka kupeana sasa, ukinilaki sasa lazima uwe katika mwili wa utukufu. Sasa maana yake ni hii. Waebrania aliyepata mtume Lawi, soma Waebrania 11:39-41. Nasema. Alafu tuoanishe na Wathesalonike, ndugu Mwalimu Ndacha. Sawa. 10 ngapi? 11:39 hadi 41. Waebrania hajafika 41 Yesu. Ama 40. 40. Sawa. Na watu hao wote wakija kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao. Asante. Hawakuipokea ahadi. Watu hao wote wakisha shuhudiwa kwa kuipokea hawakuipokea ahadi. Hawakuipokea ahadi. Hao watu ni akina nani? Ni wale ambao Mwalimu Ndaja amesema walikuwepo, kina Paulo, kina Abraham, kina Marko, Luka, Ido, Zakaria. Hawakupokea kila ambacho Mungu aliwahi. Endelea. Inasema kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuweka sisi kitu kilicho bora. Yaani Mungu alikuwa ametangulia ili awawekee nyinyi mlio hai sasa kitu kilicho bora. Sasa kitu kilicho bora hicho ni nini? Yaani ni neema ya utukufu wa kufunuliwa mwana kondoo. Ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Sasa wakati mwalimu amekusia neno ya kwamba waliolala kwanza watamlaki, hao ndio nilikuja nao. Ukiona nikiita Rubeni, hao nilikuja nao. Niliuliza juzi, mmeonako mtu akikuja akasema mimi ni kuka fulani ama papu fulani, mimi ni malaika? Sasa nilikuja na hao, na hawa mitume wakafunuliwa hiyo siri kwa neema ya Mungu. Sasa hiyo siri inapoingia, huyo nabii Paulo anapata chombo chake na anaingia. Akiingia ndani sasa wakamilishwe wakiwa pamoja na hao waliotutangulia ambao ni manabii. Mwalimu Ndaja, unaona hiyo kitabu na Wathesalonike kuna kitu kikubwa sana. Sasa kitu ambacho nimesikiliza Yesu anasema, amina, ni ya kwamba nyinyi mlikuwa na utukufu wa neema, si mili ya utukufu. Asante. Yaani namaanisha hivi, ukisoma huo ujumbe umesema hao waliohubiri hapa awali hiyo habari, wale manabii hawakupokea kila ambacho Mungu aliwahi. Maana wangepokea ule upora wakiwa pamoja na sisi, ama wangefanywa wakamilifu wakiwa pamoja na sisi.
Sasa hao ambao ni manabii, juzi nikaambia hawa wafuasi wangu hivi, Mwalimu Ndaja, wakati Mungu alikuwa anaandaa hii kazi, akasema, mwanangu, utukuzwe duniani kwa miaka 77. Na bingu ikafunguka, tukaona moyo ukitoa miale ya moto, umepepwa na halaiki ya njiwa. Ulipoingia kwa nyumba, tukawa na malaika mfano wa jua anatoa miale ya moto, na kitabu kikubwa mfano wa sola. Akaita wafalme wakaingia, na walikuwa malaika wa binguni. Walipoingia wakaisha, wakaketi katika chumba changu, na chumba kikakuwa kikubwa sana. Na Mungu akasema hivi, mwanangu, hii ni nyumba ya wafalme milele na milele. Na hiyo wakati sikuwa na hawa, nilikuwa nawakumbusha tu. Kumbe Mungu alikuwa amewajua atawaleta, ili hawa wafalme ambao walikuwa wanaitwa majina wakiingia, hao manabii waliokuwepo ambao wametaja waliuawa, wengine kwa ajili ya kazi ya Mungu, akiwemo Paulo, akiwemo kina Yakobo, Stefano. Sasa wakati wa hawa waliingia, wakaanza kukaa katika mafundisho na kukaa katika topa. Pia Mungu akawajalia neema, wakaanza kuona bingu ikifunguliwa, na wakamlaki sasa mwana kondoo ambaye sasa ameketi nanyi leo. Haya, sasa kulingana na jibu ambaye atatujibia. Anasema atakuja na utukufu wa Baba, atakuja na utukufu wa Baba yake, na atakapokuja atakuja kulipa mtu kulingana na kazi yake. Kwa hivyo anakuja kuhukumu. Sasa nilikuwa ninamalizia, igawa yeye Yesu akawa anajibu mengine, lakini sasa nilikuwa sijamaliza ya kwamba Yesu wa Biblia anapokuja, kitu ya kwanza watu wanamlaki, alafu kitu ya pili anawafufua watu wote walio makaburini, na kutoka hapo hakuna kifo tena, hakuna kifo tena. Ina maana nyinyi mko hapa hamutapatikana na kifo tena. Amina. Sasa ina maana nyinyi hamkufi tena. Amina. Nakwambia ile siku mtakufa nyinyi. Hiyo unajua unasema tu amina. Mili ya kufa ni hii mili tuko naye. Mili isiyo ya kufa ni mili ya utukufu ambaye tunapewa wakati Yesu anaporudi. Sasa ina maana nyinyi bado mna mili hii ya nyama na damu. Naam. Haya, kuja. Hata naitwa nani? Cheka. Ajitambulishe, wewe ni nani? Mimi ni malaika. Usifiwe Yesu. Amina. Malaika nani? Malaika Ariel. Ariel. Malaika Ariel. Amina. Sasa malaika Ariel, Amina. Yesu wa Biblia akija atawabadilisha watu mili, na hawatakaa hapa duniani. Atawabadilisha mili ya utukufu, nao watapaa, wataenda mbinguni. Sasa wewe, wakati Yesu atagereni anadai alikuja, alikupa mwili mpya ama ni huu wenye ulikuwa naye zamani? Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Mimi nashukuru Mungu maana Yesu jinsi amekuja amenibadilisha, amenipa mwili mpya. Maana huko nyuma kwenye nilikuwa na mwili mbaya, nilikuwa mwasherati, nilikuwa navaa ani natenda vitu vibaya venye havistahili. Nilikuwa nashuka nywele na mapambo yote. Unajua hiyo ni mwili wa kidunia. Nilikuwa natenda mambo mabaya na haribu hekalu la Mungu. Lakini jinsi Yesu amekuja amenibadilisha, amenipa mwili mpya mwili mpya wa utukufu ambao nikikaa hata venye nimevaa hivi, mtu akiniona anajua kweli mimi ni mtumishi wa Mungu. Maana Yesu amenibadilisha. Unaona mwili wa utukufu. Huwezi vaa hili vazi alafu unafika hapo unatenda uasherati. Huwezi vaa hili vazi alafu unaenda kuiba. Huwezi vaa hili vazi alafu wewe ni mkora. Lazima uwe mwaminifu katika kazi ya Mungu. Hiyo ndio mwili wa utukufu, na unakaa katika utukufu maana umebadilishwa. Wewe umeolewa? Mimi nimeoleka. Uko na bwana? Niko naye. Sasa udi bwana yake. Amina. Sasa Biblia inasema hivi, wakati watu watakapofufuliwa katika Mathayo 22 Mathayo 22:29. Mathayo 22:29. Sasa wewe
kulingana na maandiko hayo, maana wewe ushafufuliwa. Ina maana ya kwamba kulingana nyinyi tayari kiama ya wafu ishafika, kwa sababu Yesu asharudi, si ndio? Kidogo Yesu nimalizane na huyu kidogo, alafu utaongea. Sasa kiama ya wafu tayari kwenu ishafika, maana mshafufuliwa. Kama ni Paulo ashafufuliwa, kama ni Luka ashafufuliwa, na wewe ushafufuliwa, si ndio? Sasa Yesu anasemaje? 29 inasema na Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Ndio. Endelea. Inasema mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiama kiama ya nini? Ya wafu. Katika kiama ya wafu hawaoi wala hawaolewi bali huwa kama malaika binguni. Sasa wewe ulifufuliwaje na ukaolewa? Mimi unaona jinsi nilivyo hivi. Yesu amenifufua, Yesu jinsi amekuja maana tena anahubiri hukumu. Amekufufua. Amenifufua na anasema hapa kwa Biblia, anasema wakati atakapofufua watu, wakati wa kiama ya wafu, watu wakati watakapofufuliwa, hakuna kuoa wala kuoleka. Unaona, kuoa na kuoleka ni yani yale mambo ambayo unafanya yaliyo kinyume. Wewe ukienda kwa waganga, ukienda kwa hiyo ndio kwani umeoa wake wa kikeni. Wake wa kikeni wameingia ndani. Haijasema hivyo. Inasema hivi. Yaani hii Biblia unachaliwa na roho. Kidogo tu. Inasema hivi, ndio unitafsiria na kiroho. Katika kiama ya wafu hawaoi wala hawaolewi. Katika kiama ya wafu hawaoi wala hawaolewi. Wewe wacha kumsaidia kwanza. Hawaoi wala hawaoleki. Sasa wewe ulishafufuliwa na umeoleka. Nimeoleka. Na katika kiama ya wafu hawaoleki. Mbona unaoleka? Mimi jinsi nilivyo hivi. Sisi Yesu ni Bwana. Ndiye Bwana yenu. Yaani yeye ni bwana harusi. Na sisi jinsi tulivyo hivi ni bibi harusi. Na wakati huu jinsi nilivyo unaona kuoleka. Mfano sisi venye tuko hivi Yesu anatuhubiria. Hata wewe hii injili jinsi itakavyo sambaa kote duniani, ama wale ambao watasikia na watii hiyo sauti. Wasidanganywe na wale watu ambao wana yale mambo ambayo yako kinyume na kazi ya Mungu, ama wako kinyume na hii Biblia jinsi na neno. Maana ukidanganywa tu waambie fanya hivi, ama unahubiriwa unaambiwa hii kijiti itakusaidia, mtu anaomba anasema hii kijiti itakusaidia, hii madawa itakusaidia, madawa labda ameamshiamo mizimu majini, wewe umeoleka kwingine. Lakini sasa jinsi tulivyo hivi sisi tuko kwa Bwana Yesu ambaye sisi ni bibi harusi. Lakini nasema kwa Biblia, isipokuwa ni wewe unaweka maelezo yako. Maelezo ambayo yako pale, hakuna maelezo hao unaweka wewe. Maana nasema ngoja utamjibu. Yesu anisaidie mahali. Yesu akusaidie. Haya, saidia. Wakati mwalimu Ndaja, hilo swali ni mzuri sana. Na wakati mimi nilitokea na kikosi cha halaiki ya malaika wa mbinguni. Na hao malaika, maana tayari miili yao ilikuwa hapa duniani na ikachoka ikalala. Nilitokea nao wenye walitenda mema. Hao hawachakui jinsia. Ndio umeona malaika Paulo. Wao hawachakui, ili wanatimiza tu katika maandiko Waebrania 11:39 na 40. Hao hawaoi na hawachakui jinsia. Ndiposa uliita malaika Nuhu. Unaweza shangaa kwa nini anajiita malaika Nuhu na ni jinsia wa kike? Hao tayari nimekuja nao na hawachakui jinsia. Wanataka tu wakati wa Mungu ukifika, basi kazi yake inatendeka. Lakini wewe si ni jinsia. Wewe si ni jinsia ya kike. Si ndio? Na yule mume wako si ni jinsia ya kiume. Si mumefunga ndoa, wewe ni mke wake. Umeolewa. Na Yesu anasema wakati watu watafufuliwa, hakuna kuoa wala kuolewa, watakuwa kama malaika wapi? Mbinguni. Sasa wewe unaolewa kwa sababu gani? Jinsi tuko hivi, unajua sasa tuko katika safari.
Ya kwenda wapi? Ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tena tuko yani tunatembea. Yesu anatafuta kondoo. Hata jinsi wewe umekuja. Acha nikwambie. Mkienda wapi? Kwanza hapo. Unaona? Mnasafiri mkienda wapi? Wana wa Israeli walikuwa changwa wakitembea, wakihubiri, na sisi tuko katika safari hii ni ya changwa. Jinsi wana wa Israeli walikuwa safarini. Tuko safari tunatembea. Tuko mbinguni na tuko katika safari. Na safari hata wewe inafaa uingie katika hii safari tuelekee mbinguni. Safari ni ya kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hivyo hamjafika. Tuko mbinguni tumefika, lakini pia wewe inafaa. Unaona? Tunahubiria watu Injili. Haya. Lete. Kuja. Sasa wewe ni sawa, wacha tusikie naye. Haya. Nani huyu? Kama una jambo anataka kusoma andiko. Niko na jambo. Nilikuwa nimekuja, nilikuwa na jambo lenye ulikuwa unauliza kuhusu Yesu kumlaki mawinguni. Na nilikuwa na verse hapa nilikuwa nataka nikupatie. Soma. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 4 kuanzia 2. 4 kuanzia 2 ndio. Inasema hivi. Hii ndio njia ya kujua kama mtu anaongozwa na Roho wa Mungu. Kila anayekiri kwamba Kristo alikuja akawa binadamu, mtu huyo anaye Roho wa Mungu. Sasa inaongelea wakati gani? Alikuja ama amekuja? Amekuja hako, lakini sasa inasema amekuja ama alikuja. Unaona? Hiyo yani amekuja. Sasa hivi tuko naye kule Jerusalem. Kule Jerusalem. Amekuja hapa Yerusalemu hapa. Kwa hivyo ndio huyu amekuja. Ndio huyu sasa. Amekuja. Na uchinzi umemuona ako hivi. Maana akikuja na ule mwili ama asimame pale mawinguni. Atakuja pale mawinguni, nani atamtazama? Sasa mimi nataka unisomee andiko moja. Waibrania 9:28. Sasa manabii, nataka tu jawabu na pepa mkono unajibu mwalimu Ndacha kwa muda unaofaa mwingine ndio kila mtu apate. 28 inasemaje? Waibrania 9. Waibrania 9:28. 9:20. Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja. Asikiliza. Kristo akishatolewa sadaka mara moja, asichukue dhambi za watu wengi. Atatokea mara ya pili. Anatokea mara ya pili pasipo dhambi. Sasa kuna dhambi leo? Unaona? Jibu swali. Hilo swali ni mzuri maana. Si ujibu. Unaona hiyo wakati jinsi. Haya. Kuna dhambi leo? Mwachi. Haya, wewe. Hapana, nasema Yesu akishakufa mara ya kwanza kama alivyokufa, anatokea mara ya pili. Ambaye ndio mnadai ni huyu. Na anatokea pasipo dhambi. Sasa swali, leo duniani kuna dhambi? Biblia inasema hapa tunasoma Yohana. Unaitwa nani? Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Chukwani nami ni nabii Lawi. Katika Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari mdogo wa 20. Twajua pia kwamba mwana wa Mungu amekuja. Atupa elimu ili tujue Mungu wa kweli. Tuishi katika muungano na Mungu wa kweli. Katika muungano na mwanae Yesu Kristu. Huyu ndiye Mungu wa kweli na huu ndio uhai wa milele. Unajua Yesu vile amerejea, lazima atupe elimu ya mbinguni. Maana yeye ametoka mbinguni. Amerejea mara ya pili. Na asipokuja kutoka hapa duniani, akuja asimama hapo mawinguni, wewe uliye hapa duniani, utajuaje? Utakuwa umepata mafunzo kutoka wapi? Lazima akuje atupe elimu itokaye juu mbinguni. Nawe ukapate ufahamu ule utokaye juu mbinguni kwa Baba, nawe ndiwe uweze kujua njia ambayo unatumia kuambatana pamoja na Yesu. Kwa hivyo wakati alipokuja mara ya kwanza, hakuwapa elimu. Mara ya kwanza sisi hakumaliza kazi. Alipoenda mbingu, amerejea kukamilisha kazi yake Baba Mungu. Biblia inasema anapokuja mara ya kwanza aliyokuja, alikuwa mara ya kwanza. Inasema za Biblia anatokea mara ya pili. Ndio sasa hii. Pasipo dhambi.
Malizia hilo andiko Kamau. Hiyo ya 9:28 ya Waibrania 9:28. Ndio. Kadhalika Kristo naye akija kutolewa sadaka mara moja, ndio azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi, ndio kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kwa hivyo saa hii mara ya pili Yesu anapokuja anakuja kwa ajili ya watu wanaomtazamia kwa wokovu. Anakuja bila ambapo hakuna dhambi tena. Haya, sasa dhambi itakuwa imeenda wapi? Si dhambi yeye wakati alipokuwa anakuja usinipe maelezo, nauliza kulingana na hiyo aya. Tunajibu kulingana na hiyo Biblia. Sasa hiyo aya inasema anapokuja mara ya pili anakuja pasipo dhambi. Dhambi itakuwa imeenda wapi? Yeye alikufa na akafufuka. Akaenda mbingu. Akakaa na Baba hapo akampa utakazo. Naye amerejea duniani kunyakua walio wake. Ndiposa tukasoma katika Mathayo ya kwamba atakuwa na malaika wake ambao atatoka nao kwa Baba. Sawa kabisa, mimi sikatai. Sasa ninauliza hivi, yeye anapokuja anakuja kwa wale wamtazamiao kwa wokovu, watu ambao hawana dhambi, pasipo dhambi. Ndiposa elimu ikapatikana kutoka kwake. Atupe elimu ndiposa nasi tukaweze kuika mfano wake. Tukaweze kujua ni nini ambacho tunastahili kufanya. Ndiposa tuambatane naye mbinguni. Kwa hivyo bado hajawapeleka mbinguni. Si anatupa elimu ili tuwe wakamilifu. Kwa hivyo anawapelea elimu mbinguni ama hapa duniani? Lazima awe duniani. Kwa hivyo bado hamjaenda mbinguni. Tuko kwa njia ya kwenda mbinguni, maana anatupa elimu ya mbinguni. Swali, unajua ni vizuri kusema. Hivyo ndio najibu swali. Nijibu swali hivi. Hii elimu anawapa, anawapelea mbinguni ama hapa duniani? Hapa duniani. Na bado hamjafika mbinguni? Bado. Lakini huyu alisema tayari mko mbinguni. Maana tuko na ushirika pamoja na halaiki wa malaika na Yesu na Baba Mungu. Kwa hivyo mko mbinguni. Na wewe mko mbinguni. Unajua, iwapo neno lake Baba Mungu na malaika aliye juu yule kihasili aingie ndani mwako, wewe umetawaliwa na utukufu wa Baba Mungu. Kwa hivyo swali, saa hii Yesu anawafunza kweli hapa duniani ndio muende mbinguni. Kwa hivyo hamjaenda mbinguni? Bado tuko duniani na paradiso ni hapa duniani kama mbinguni. Sasa kwa hivyo saa hii ulisema unaitwa nani? Naitwa malaika Ariel. Malaika Ariena. Malaika Ariena. Arieli. Malaika Arieli. Mbinguni bado hamjaenda? Bado. Tuko mbinguni. Maana wacha nikuambie. Ni nani sasa ukweli? Yesu. Hata niambie. Huyu anasema bado. Huyu anasema tuko mbinguni. Unaona mapenzi ya Mungu. Hiyo. Mwalimu Ndaja. Naam. Wacha ni kwenye kitabu cha Isaya 24. Isaya 24 ngapi? Mstari wa 4 mstari wa 3 hapo. Yaani kuhusu vile Aria na kitu. Imekuwa Isaya. Unasema 24:3. 24. Ngapi? Soma mstari wa kwanza hadi 3 nasemaje? Tazama Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Bwana ameifanya dunia kuwa tupu. Haifanya ukiwa, ipindua na kuwatawanya wakao ndani yake. Yaani Mwalimu Ndaja ameuliza Yesu akitokea ni kwa ajili ya wale wanao mtazamia kwa wokovu. Alafu tena amesema pasipo dhambi, na akauliza swali. Sasa Yesu anakuja mara ya pili kwa ajili na akawauliza swali, kuna dhambi? Sijasikia mkijibu. Unajua umeuliza. Hawajajibu hiyo. Na usijibu kwanza, wajibu. Haya, nani anajibu hiyo? Wacha asome kwanza, asome. Haya. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Ndio hivyo. Endelea kidogo. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyo hali ya nunuaye, ndivyo itakavyokuwa hali ya uzae. Kama ilivyo hali yake akopeshaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopaye. Kama ilivyo hali yake atoaye faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampaye faida. Kwa nini nimetoa hiyo kitabu? Yaani mwalimu ameuliza swali, kuna dhambi? Lakini ukisoma katika Isaya huo ujumbe unasema
unaashiria kwamba dunia imejaa dhambi. Dunia ya sasa kuna dhambi. Maana ukisoma, endelea kidogo. Inasema dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wa kuwa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa maana wameziasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Yaani watu wameasi, wameitia dunia najisi. Sasa dunia ina dhambi? Sasa ina dhambi. Kwanza sasa ndio tumempata sasa. Ina dhambi dunia. Haya, Yesu anapokuja, anakuja kuwahukumu hao ambao wamefanya dhambi. Anawahukumuje? Wewe umewahukumuje sasa? Asante. Mwalimu Daja ameuliza swali mzuri sana. Katika jawabu ni sawa tu vile nilipeana kitabu cha Waebrania 11:39 hadi 40. Hukumu ni kwamba hawa wafuasi ambao ni nao tayari Mungu mwenyewe aliwajua na akawaleta ili wahubiriwe, ili waikwepe dhambi. Na wale watakaokoleswa na dhambi tayari hawa watahukumiwa. Maana hawa tayari wameandaliwa. Yesu. Amina. Andiko linasema hivi. Andiko limesema katika Mathayo 16:27. Wakati mwana wa Adamu anapokuja katika utukufu wake. Amina. Na utukufu wa baba yake. Pamoja na malaika wake pamoja naye. Atakuja kwa ajili ya kuwahukumu, kulipa mtu, kila mtu anamlipa ujira wake. Ujira. Kama ni watu wa uzima wa milele anapeana. Kama ni watu ambao ni wa kuhukumu anawahukumu. Sasa wale umewapea uzima wa milele ni akina nani? Na wale ambao umewahukumu ni akina nani? Asante. Kwanza nilipotokea katika utukufu, wale waliolala tangu mwanzoni wa uumbaji, waliotenda dhambi tayari walihukumiwa. Na wale waliotenda mema nilikuja nao kama halaiki ya malaika watakatifu ili wajitwalie vyombo hapa duniani ambavyo ni vyombo visafi ambavyo pia vimezaa matunda mazuri yapatanayo na toba. Hao sasa ndio nitakaoenenda nao. Kwa hivyo hawa sasa umeshawapa uzima wa milele? Amina. Tayari ndani mwao mna uzima wa milele. Na hao ambao ni wenye dhambi, hao ambao umesoma kwenye Isaya 24. Ambaye dunia imedhoofika kwa sababu wameasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Dunia. Sasa dunia ina dhambi. Sasa Yesu anapokuja kwa hao watu wenye dhambi, atakuja kuwahubiria tena ama kuwahukumu? Kitabu chenye ulisoma, soma jawabu. Kuja soma. Asome hiyo jawabu. Yenye umesoma tu. Mwalimu ameuliza hilo swali. Nimeona ulisoma kitabu gani? Ilikuwa 1 John 5:20 hapo. Mwalimu, swali lenye umeuliza ndio liko hapo. Jawabu. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Yohana wa kwanza mstari wa 5 mlango wa 20. Mlango wa 5 mstari wa 20. Twajua pia kwamba mwana wa Mungu amekuja. Atatupa elimu ili tujue Mungu wa kweli. Tuishi katika muungano wa Mungu wa kweli. Katika muungano na mwanae Yesu Kristu. Huyu ndiye Mungu wa kweli na huu ndio uhai wa milele. Sasa nakuja lazima nipeane elimu. Sasa andiko hilo linasema hivi. Katika hiyo waraka wa kwanza Yohana 5 mstari wa 20. Amina. Mwana wa Mungu amekuja. Naye ametupa akili. Kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Wa kweli. Ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Amina. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kwa hivyo wale watu ambaye watakuwa na Yesu amewapa akili. Sasa kulingana na wewe wale umewapea akili, si ni hawa? Amina. Si hawa ndio wamekujua hawa? Amina. Sasa wale ambaye hawakujui umewahukumuje? Hawa ambao hawanijui. Lile ambalo yani neno walilosikia ndilo litakalo wahukumu. Kwa hivyo bado hujawahukumu. Maana pato safari inaendelea. Bado hujawahukumu. Kidogo nijibuni, bado hujawahukumu. Maana Yesu akija mara ya pili, anakuja wale wanamtazamia kwa wokovu na hao wengine na wahukumu. Sasa kulingana na wewe Yesu, hawa ni wale wamekutazamia kwa wokovu. Wale wengine wamekataa, ambaye wamekukataa wewe akiwemo mimi. Umetuhukumuje? Na tuko tu saa hii hata niko na wewe hapa bado. Asante. Sasa Mwalimu Daja amesema vizuri. Kwanza waliolala hao tayari wamehukumiwa.
waliolala. Kwanza waliolala, maana Yesu wale malaika ambao nimekuja nao ndio sasa wanapata vyombo duniani. Sijauliza hivyo, jibu swali yenye nimeuliza. Nimeuliza hivi, sikilizeni swali langu. Amina. Ya kwamba Yesu wa Biblia anasema akija mara ya pili anakuja kwa wale ambao wanamtazamia kwa wokovu, ambaye kulingana na Yesu watogereni ni nyinyi. Amina. Sasa hao wengine ambao wamefanya dhambi anakuja kuwahukumu. Sasa mimi nauliza, hao akina sisi ambaye hatujakubali huyu ndio Yesu wa Biblia, umetuhukumu tayari ama bado? Sasa kama ni bado, basi si Yesu wa Biblia, maana Yesu wa Biblia hana bado. Yesu wa Biblia ni hiyo tu, ni hivi, ni mambo mbili. Kuja, wacha kuja huyo mwingine ajaongea, tusikie naye atajibu hiyo. Atajibuje? Alafu kama ujiandae na swali na wewe. Luka 17:26 soma. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Nikiwa nabii Ido. Mimi ninasoma Warumi 2:12. Kulingana na swali lake. Nabii Ido. Ndio hiyo ni pronounce yenyewe. Amina. IDO. Zakaria alitokea kwa hicho kisasi. Wale wanaotenda dhambi bila kujua sheria wataangamia, ingawaje hawakuijua sheria. Wataangamia. Na wale wanaotenda dhambi wakiwa wanaijua sheria watahukumiwa kwa sheria. Amejibu kweli. Mama hapo, mimi ninakubaliana yeye. Wale ambao wanatenda dhambi bila sheria watapotea. Pasipo sheria. Wale ambao watatenda dhambi na wana sheria watahukumiwa na hiyo sheria. Sasa Yesu akija, wale waliokosa pasipo sheria watapotea. Salamu za Yesu. Amina. Mwalimu ameuliza swali. Kama nyinyi mlitazamia wokovu na nyinyi Mungu amewachukua, mmemlaki Yesu mbinguni, na hao wenye hawajalakiwa koje? Hawajahukumiwa. Mwalimu ndaje ameuliza hilo swali. Sasa alikuwa anataka sasa hilo swali mjibu. 1 2. Mimi nimefurahi tu, maswali yote iko sawa. Malaika Yusuf iko sawa sana. 1 2 1 2. Wanaotenda dhambi. 1 2 1 2. Haya, sasa sikilizeni.
Nyinyi mnasema ya kwamba tayari mshapewa uzima wa milele. Sasa kama mshapewa uzima wa milele, hawa wengine ambaye hawapewi uzima wa milele wanatakikana kuwa na mauti ya milele. Nyinyi mkue hai, wenye dhambi wakuwe wamepata mauti ya milele. Sasa kama hajahukumu wenye dhambi, bado si yeye, kwa sababu yule wa Biblia anafanya mambo ngapi? Anasema atakapokuja mara ya pili, atakuja kwa wale wamtazamiao kwa wokovu. Hawa wengine atawahukumu. Sasa kama huyu hajahukumu wenye dhambi, basi si yeye. Aliwahukumuje? Kwani kuhukumiwa ni aje? Kuhukumiwa ni mauti ya milele. Mimi niko hai, mnasema nimehukumiwa aje? Mwalimu Ndaja, wacha ndugu akusomee Luka 17:26. Kama ilivyokuwa nyakati za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika siku za Mwana wa Mtu. Ni sawa. Wakati Yesu atakapokuwa Acha aendelee Mwalimu Ndaja. Maana malaika ametoa maono ya Sodoma na Gomora. Ndio hiyo hapo sasa. Watu waliendelea kula na kunywa, kuoa na kuolewa. Mpaka wakati ule Noa alipoingia katika safina. Gharika ikatokea na kuangamiza wote. Itakuwa kama ilivyotokea wakati wa Lutu. Watu waliendelea kula na kunywa, kununua na kuuza, kupanda mbegu na kujenga. Lakini siku ile Loti alipoondoka Sodoma, moto na kiberiti vikanyesha kama mvua kutoka mbinguni na kuangamiza wote. Umemaliza mada. Amina. Mada imeisha. Yaani saa hii mada imeisha kabisa. Unajua imeishia wapi? Mnajua imeishia wapi? Mahali tumemalizana kabisa, labda muwe sasa nyinyi wenyewe mnakataa. Andiko hili ambalo amelisoma huyu. Sodoma na Gomora. Wale wenye haki walipotolewa, wale ambao walikuwa ni wenye dhambi, walibaki hai? Waliangamizwa. Sasa mimi nauliza sasa, kama huyu ni Yesu wa Biblia, amina, wale ambao ni wenye dhambi wako hai? Jibu swali, wako hai? Siku wanaendelea kwa nini wakati Yesu wa Biblia anasema yeye akija anawahukumu? Kwa nini wanaendelea? Wakati wa hukumu walio wake. Ngoja kidogo. Unajua labda mtu wabie hii si mara ya pili. Anakuja tena. Kwa hivyo ni mara ya pili. Mara ya pili Biblia inasema akija. Mara ya pili anakuja kuhukumu. Hata Yesu alipokuwa mara ya kwanza hakuzaliwa tu hivi na anapaa anaenda mbinguni. Mara ya kwanza alipozaliwa alikaa na watu akawaelimisha. Alizaliwa mara ya kwanza akawahubiria watu, alafu akafa msalabani. Alafu siku ya tatu akafufuka. Amina. Sasa anasema anapokuja mara ya pili hakuji kufanya hivyo. Anapokuja mara ya pili anakuja na malaika watakatifu pamoja naye na kumlipa mtu kulingana na kazi yake. Wenye dhambi atawaangamiza, atawahukumu, na wenye haki atawapa uzima wa milele. Sasa iko mambo ni mawili. Kama huyu ndiye Yesu wa Biblia amerudi, nyinyi amewapea uzima wa milele, na wenye dhambi amewahukumu tayari. Na kama hajahukumu si yeye. Haya, kama amehukumu. Amehukumu. Nani anasema amehukumu? Tusome Warumi 9. Kabla tujamalizana na huyu. Kabla tujasema tutasoma hapo saa hii. Ni hapo tu ya huyu. Ya huyu mahali imesema Sodoma na Gomora waliotolewa wakatoka, wengine wakaagamia. Wakati wa Nuhu wale walioingia safina wakabaki, wale walikuwa nje ya safina wakaagamia. Sasa kulingana na wakati huo, kama ni wakati wa Nuhu, nyinyi ndio mko ndani ya safina. Yes. Wale wako nje ya safina ni wale hawajakubaliana na yeye. Yes. Wabona wabaki hai na wakati wazimu wa bado itafika. Bado unaona hapa katika Warumi. Ni yeye amerudi mara ya pili kumalizia kazi. Sasa siku ya mwisho itakapofika atapaa mawinguni. Warumi hiyo 9:30. Basi tuseme nini? Watu wa mataifa ambao hawakutafuta wafanywe waadilifu wamechaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya imani, hali watu wa Israeli ambao walitafuta sheria ya kuwafanya kuwa waadilifu hawakuipata. Kwa nini? Kwa sababu walitegemea
matendo yao badala ya kutegemea imani. Walijikwaa juu ya jiwe la kujikwaa, kwa kama yasemavyo maandiko matakatifu. Sasa hapa tunaona ya kwamba hao watu wenye wako nje hawachakubali ya kwamba Yesu amerejea mara ya pili. Wakakubali sheria yake Baba Mungu, wakasadiki ambaye Yesu ananena pamoja nasi. Ndiposa Yesu anawangoja, iwapo watakuja kwenye safina waingie. Kwa hivyo kwa Biblia wakubaliane na Yesu. Kwa hivyo alitudanganya kwa Biblia. Nani? Yesu. Si wakati Biblia inanenwa kwa mafumbo. Anasema na hivi, kama hujui kufumbua mara ya pili ni wakati inakupita. Kulingana alisema hapa kwa Biblia, anaporudi mara ya pili anakuja kwa hukumu. Wakati wa kuhukumu, hata ye mwenyewe bado tayari dunia mzima itaelewa ya kwamba Yesu amerejea yumo duniani. Bado. Biblia. Sasa wakati atatukuzwa na Baba, hapo ndipo kila mmoja atakayesikia hii habari aingie kwenye safina, akubalike na sheria zake Baba Mungu, naye Yesu amuokoe, na yule atakaye kataa ataachwa nje, maana hata kuwa amekubali, na wakati wa hukumu itakapofika naye atahukumiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo bado hukumu bado. Na Yesu amerudi mara ya pili. Yes. Na hukumu bado. Bado. Kwa hivyo Biblia inatudanganya. Si yeye anasanya walio wake. Haya sasa habari yako? Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Chukuani nami nikiwa Nabii Marko. Nabii Marko. Sasa kwangu nitawasaidia mahali hapa. Nasema ya kwamba Yesu amerejea mara ya pili. Alivyo amekuja kuhukumu, ndio. Wakati huu tumejua ya kwamba Kumbukumbu Torati 22:5 inasema ya kwamba msivae nini? Msivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Na wanawake sasa huwa wanavaa hizo mavazi. Sasa hiyo tayari Yesu anawahukumu, si ndio? Anaambia watu huku nje ya kwamba hii mavazi kupitia kwa haya maandiko inakataza. Wale sasa wanavaa trusa. Yes. Na Timotheo wa kwanza pia 2:9 na yenye nasema kushuka nywele. Msishuke. Sasa hiyo ni hukumu. Yesu tayari anaanza kuhukumu. Wale wanashuka nywele. Na wale wanavaa trusa. Yesu akirudi mara ya pili alikuwa awaache tu wakiendelea kuvaa ama awahukumu? Si ndio? Sasa amekuja anawapa hiyo elimu. Hiyo ndio hukumu sasa. Kidogo twende pole. Iko hivi. Kidogo hivyo. Kabla kidogo tu. Nyinyi mnajua hukumu ni nini? Mnajua? Hukumu iko hivi. Kuna hukumu. Unaona hukumu? Hukumu ni ya kwamba wewe upewe uzima wa milele na mwingine apewe mauti ya milele. Hiyo ndio hukumu. Sasa Yesu alipokuja mara ya kwanza alisema hivi, mimi si wahukumu, lakini neno hilo ndilo litakalo wahukumu siku ya mwisho. Hiyo siku ya mwisho kidogo mimi nataka amnisikilize. Hiyo siku ya mwisho ni wakati watu watakapofufuliwa. Ukiona ufufuo umefika, watu wakafufuliwa kwenye makaburi, ujue ni siku ya mwisho. Hakuna kufufuliwa kama siku ya mwisho haijafika. Sasa tayari si nyinyi mmefufuliwa. Kwa hivyo ni siku ya mwisho. Ni siku si mshafufuliwa. Kwa hivyo ni siku ya mwisho. Kwa hivyo ati kuja amekataa. Iko hivi tayari hakuna kufufuliwa kabla ya siku ya mwisho. Ufufuo ni siku ya mwisho. Alafu ufufuo hukumu. Baada ya ufufuo hukumu. Sasa watu wakifufuliwa wanahukumiwa. Kuhukumiwa si kuishi tena, ni watu wapate uzima wa milele na wengine wapate moto ya milele. Sasa swali, kwa sababu nyinyi mshafufuliwa na Yesu amesharudi mara ya pili, nyinyi mshapata uzima wa milele, wale ambao wamehukumiwa na yeye bado wako hai? Wako hai? Wako hai. Ni wale wametegemea matendo yao wenyewe.
wamekataa kutii imani yake baba. Wako hai. wako hai, lakini wachakiri Yesu Kwa hivyo Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. bado hawajahukumiwa. Kama wako hai bado hawajahukumi. Lakini Yesu wa Biblia anasema atakapokuja awafufue watu kutoka kwa wafu. Wanafufuliwa watu mara ngapi? Mara mbili. Kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Ufufuo wa wenye dhambi na ufufuo wa watakatifu na ufufuo wa wenye dhambi. Swali, wenye dhambi ashafufua? Jibuni swali. Nauliza swali. Amefufua watu yote? Bado. Hajafufua wote. Wakati itafika. Kwa hivyo hawajafufuka. Bado. Na yule Paulo yule alifufuka. Alifufuka. Yes. Sasa alifufuka ikiwa imefika siku ya mwisho ama bado? Kidogo tu sikia. Wakati ufufuo unakuja, wewe Paulo. Wa Paulo amefufuliwa, si ndio? Anafufuliwa siku ya mwisho, si ndio? Ama alifufuliwa kama siku ya mwisho haijafika? Kwake ilikuwa imefika. Oh, ni kwake. Ilikuwa imefika. Kwake. Kwa hivyo siku ya mwisho bado ni kwake. Kwa mwenye pia angali kufufuliwa itafika. Haya sawa. Wacha niwape kama huyu. Haya tukae chini. Waulize kidogo. Haya mimi mkae chini kwanza kidogo Sasa mimi nataka swali yangu ni kwa Yesu. Amina. Swali yangu nakuuliza Yesu. Amina. Wewe sasa ndiyo Yesu. Amina. Amina maana yake ni kusema ndio. Iwe hivyo. Kumaanisha una uungu. Amina. Wewe una uungu. Amina. Yesu ukiwa na uungu, naomba nikusomea andiko 1:42. Kitabu ni cha Yohana. Nitaanza 45. Umesema Yohana 1:45. 1:45. Filipo akamwona Nathanieli akamwambia, tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Si ni wewe hizo siku? Amina. Haya. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema toka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Si wewe ndio ulisema maneno hayo? Amina. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Kumaanisha Yesu ana uwezo wa kutambua mtu kama hajamwambia habari zake. Ni kweli? Amina. Mimi ninaishi wapi? Amina. Maandiko yani umeuliza swali mzuri sana. Ndio. Unajua siku moja tulikuwa na mmoja akauliza swali. Ndio. Kama wewe ni mwana wa Adamu, keusa hili jiwe liwe mkate. Kabisa. Lakini si mmoja, huyo ni shetani aliuliza. Yaani shetani alipitia kwa mwanadamu. Hata wenye waliakiti walionyesha tu nyoka. Unajua wewe pia umejaribu mwana wa Adamu. Ndio. Amina. Usimjaribu mwana wa Adamu. Sasa sifai kukuuliza. Yaani swali ni la kujaribu. Amina. Sasa kumaanisha wewe hujui naishi wapi? Ni jaribu. Unajua? Amina. Yaani umeuliza unaishi wapi? Lakini kulingana na swali, kulingana na ni andiko, kulingana na utukufu. Na nimetoa andiko na utukufu wa Mungu. Kidogo, swali yangu ni kwamba Yesu wewe ulipokuja wakati huo, maana tunakuzungumzia wewe. Si unakumbuka hii kisa? Amina. Unakumbuka? Amina. Sasa hii kisa wakati Nathanieli alikuwa na Filipo, si ndio? Umekumbuka Amina. Sasa wakati huu Nathanieli anauliza Filipo, laweza neno jema kutoka Nazareti, si ndio? Sasa Filipo akamwambia, njoo uone. Yesu akamuona kama vile unavyoniona. Amina. Akamwambia, Mwisraeli kweli kweli. Hamna hila ndani yake. Hamna hila. Kumaanisha wewe uliweza kutambua ule ni Filipo na ukajua ni Mwisraeli kweli. Na Danieli. Sasa mimi nakwambia unitambue mimi vile ulivyomtambua Nathanieli na Filipo. Sasa unaona wewe mwenyewe umeniambia nikutambue. Ndio. Lakini huyo nilimtambua tu. Sasa mimi unaweza wewe ukiniuliza nikutambue tayari utakuwa nijaribu. Sasa unaweza ukanitambua. Vile hiyo nyoka ilisema hivi, kama wewe ni mwana wa Adamu. Sasa keuza hili jiwe liwe ama toka katika kiwango hiki, katika huu mnara, na malaika wa Mungu watafanya nini? Sasa umeshindwa kunitambua. Mimi acha nikuambie sasa. Mimi naitwa Kamau, naishi Nakuru. Amina. Sasa swali ambayo nimeambiwa nikuulize na watu wa mtandao ni Yohana 5 mstari wake wa 28. Amina. Inasema, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja
si ndio? Ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, sauti yako, si ndio? Amina, sauti yangu. Ndio. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu, si ndio? Amina. Kumaanisha hii saa inakuja ambayo wewe umerudi mara ya pili. Amina. Si ndio? Amina. Ambayo watu wote wataisikia sauti yako. Amina. Watu wote wataisikia hii sauti. Na tena Yerusalemu mpya inajengwa hapa Kenya. Asijauliza hivyo. Amina. Nauliza watu wote wametaisikia sauti yako. Amina. Wataisikia. Waliisikia? Kwanza tarumbeta imelia. Haya, wameisikia, si ndio? Amina. Haya. Hapo inasema nao watatoka, si ndio? Kwanza watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yako, si ndio? Amina. Kumaanisha watu wote waliokuwa makaburini walisikia sauti yako. Ndio hao nilikuja nao manabii hao wafalme. Wote, watu wote. Wote. Ulikuja nao? Hao malaika. Ambao walikuwa ni walifufuka hao. Na waliotenda dhambi si wote. Wale manabii nimekuja nao, malaika hao. Nauliza hivi kulingana na hii andiko. Amina. Inasema kwa maana saa yaja, si ndio? Saa yaja. Ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kumaanisha ni watu wote ambao wako makaburini. Watasikia sauti ya nani? Yangu. Nao watatoka. Walitoka. Amina. Walitoka. Ameuliza swali. Nauliza tu wewe. Asante. Yaani nataka wakundue kitu. Niliwaambia siku moja hivi. Nalikuwa na wachungaji wawili hapa. Mfrenzi na Kenya Crust. Tulipofika hapo na baba akaniambia, mwanangu, nataka kukutembeza ujionee maelfu na maelfu. Ilikuwa saa 5 mjana, si ndoto. Tulipokuwa hapo na sauti ya baba ikasema, mwanangu, nakutembeza ujionee maelfu na kisha tangazia watu wangu nimeandaa hukumu na acha bila huruma. Wingu likashuka kwa hii barabara yenye mmekujia na likafunguka. Lilipofunguka nilikutana na tapaka ya wanadamu wote. Wasungu, Waarabu, Wajina, wa Korea. Na hao watu waliponiona walikuwa wanaongea hivi saa 5 mjana. Huyu mwana wa Adamu ametokea wapi? Nani wataruti tena makaburini? Ole wetu tungelitenda yampasayo Mungu. Siku zetu zikaisha duniani. Kumaanisha hao waliniona. Niliwaelezea huo Yesu, swali yangu ni hivi. Kwanza hata kabla sijakuuliza hii swali. Ujumbe wa kuwa mwana wa Mungu ulipokea lini? Maana mzee alisema ulizaliwa hapa. Sasa huyo ujumbe ulipokea wapi? Mimi nilikuwepo kabla. Ulikuwa kabla? Kabla. Haya, wakati ulizaliwa hapa ndio uje ujitambue wewe ni mwana wa Mungu. Ilikuwa mwaka gani? Hii kazi ilianza 2009. Kazi yenyewe sasa duniani 2009. Na wewe ulizaliwa lini? Mimi nalikuwepo kabla ya nyakati. Haya, ulikuwa kabla ya nyakati. Lakini sasa nikukuja katika mwili ilikuwa ni 81. Ulizaliwa 1981. Hilo swali naliona malaika Rafael kiroho akisema, mwalimu Yesu, nimetoka Uswisi kule Sweden. Kikao chako kinaendelea kule Kana, kinaendelea kule Marekani, kinaendelea. Wanaangalia mwaka uliosali. Nilitoa huo ujumbe hapa. Ndio nakuuliza. Alafu akasema wakati wamechunguza kusaliwa kwako wameona mawingu hayana mwisho. Ndio nakuuliza hivi Yesu. Amina. Wewe kukuja hapa katika mwili ulikuja 1981. 81. Ndio ulizaliwa katika mwili, lakini katika roho alikuwepo tangu. Haya. Mamako alikuwa anaitwa nani? Mama. Ndio. Nilipotokea mara ya kwanza mama alikuwa anaitwa Mariam. Ndio. Na Yusufu. Na leo nilipotokea hapa Kenya mama alikuwa Cecilia. Haya. Sasa kutoka wakati ulipo hiyo 81 mpaka 2009 ndio ukakuja kujua wewe ni Yesu. Si ndio? Kwanza nilikuwa na miaka 10. Nilikuwa ninatembelewa na malaika wa mbinguni wakinisalimu. Ukiwa na miaka ngapi? 10. Sasa hiyo salamu mwana wa Mungu nikiwa katika mwili sasa. Sasa hawa wako wamekujua sasa. Wako wamekujua. Sasa nikiwa na miaka 10 hawa pia walikuwa katika roho. Mungu alikuwa amewatambua kitambo, siku ikifika watakuja. Walikuwa wamewatambua lakini hawakukua saa hiyo. Kumaanisha wako bado wamekulaki. Sasa hapo nikiwa na miaka 10 ilikuwa pato. Hauko lakini ulikuwa hapa. Lakini nilikuwa. Ulikuwa hapa. Sasa malaika walikuwa wakija wakinisalimu salamu. Sasa hawa walikulaki mwaka gani? Kila mmoja ana mwaka wake na siku, maana wao wanaandika katika vitabu. Biblia inasema Yesu mwaka gani? Karibu. Kama ulilaki. Hapana, achana na kwanza mimi niongee na wewe kwanza. Hawa watakuja baadaye. Amina. Ndio mimi sasa wote walikulaki, kila mtu alikuwa na mwaka wake wa kukulaki. Amina, kulingana na pendo la Mungu. Haya, sasa swali yangu kumaanisha wewe ulizaliwa 1981. Sasa katika mwili sasa. Wakati ulikuja mara ya pili. Amina. Si ndio? Sasa naomba andiko Yesu alikuja mara ya pili alikuwa azaliwe. Mara ya pili alipokuwa anakuja. Kuna kitabu cha Yohana wa kwanza 4. Inasema lazima nikuwe katika mwili. Maana nisipokuwa katika mwili. Soma 4. Ine ngapi? Ine ngapi?
4 kuanzia 2 kuendelea. Inasema katika hili mwajua roho wa Mungu, katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Ndio hiyo. Haya, hiyo ilikuwa inazungumzia wakati Yesu ulikuwa umekuja mara ya kwanza, si ndio? Unajua maandiko hili neno ni sawa na chuo cha unabii. Ndio nakwambia. Naongelea leo, kesho na hata miaka. Achana hiyo hata. Amina. Sasa nakuuliza hivi. Haya, wakati umekuja mara ya pili. Amina. Si ndio? Umezaliwa. Amina, nimekuja katika mwili tena. Mara ya pili. Amina. Haya, sasa vile umekuja katika mwili mara ya pili, swali yangu ndio sasa nakurudisha pale pale. Haya. Lakini hapo umesoma maandiko yamesema katika mwili. Ndio. Amina. Haya, sikia sasa hivi. Msistaajabie maneno hayo. Si ndio? Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kumaanisha ulipokuja watu wote wa makaburini walisikia sauti yako. Amina, ilikuwa hivyo. Ndio nimetoa hiyo ono nikasema mjumbe ambao tulikuwa mchana hapo na hao wachungaji. Wachungaji walikuwa na hao watu waliolala. Haya, nao watatoka, si ndio? Kumaanisha watu wote ambao walikuwa makaburini walisikia sauti yako wakatoka. Amina, ni hivyo. Walitoka. Amina. Ndio. Wao waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Ndio hao manabii wanakaa na hawa. Haya, na waliofanya mabaya kwa ufufuo hukumu. Na hiyo jambo ilishatokea kwa wale waliolala. Si ndio? Amina. Kumaanisha Kenyatta ulimhukumu vipi? Kenyatta hajawahi kuja akasema maana hayuko hapa. Hayuko. Kumaanisha ulimhukumu, ukamhukumuaje? Ni kasi yake Baba Mungu. Si ni wewe ulikuwa maana mwana anatenda lila ambalo papa anate? Nauliza hivi. Amina. Sikatai Yesu. Amina. Nauliza hivi. Yesu unasema hii tukio ilishatukia, si ndio? Amina. Watu wote waliomo makaburini walisikia sauti yangu. Wakatoka, si ndio? Amina. Wakatoka. Alafu inasema wale waliofanya mema, kumaanisha makaburini watu wote ulipokuja walisikia sauti yako. Amina. Wakatoka. Amina. Waliofanya mema kwa ufufuo wa milele. Ndio hawa. Si ndio? Kwanza hata wengine huwaoni lakini mimi niko nao. Ni sawa tu, lakini wako hapa, si ndio? Amina. Na waliofanya mabaya kwa ufufuo nini? Hukumu ya milele. Sasa ndio nauliza Kenyatta ulimhukumuje? Kenyatta sijamuona katika malaika wangu. Na si watu wote walitoka ama kufa? Yaani katika wale waliotenda mema sijamuona Kenyatta akitokea kwa hawa. Kumaanisha ulimhukumu nini? Neno tu. Neno ndio lina hukumu. Na mimi nataka wewe Yesu, tusubirini nyinyi, naongea na huyu. Maana huyu ndio alihukumu, sio nyinyi. Nyinyi hamjui. Asante. Nyinyi mlifufuliwa mkapewa uzima kulingana na vile anadai, si ndio? Sasa nyinyi mjui wale ambao walihukumi. Sasa yeye ndio anajua, ndio namuuliza ama tuachane na Kenyatta. Kuna yule jamaa alinyongwa, anaitwa Saddam Hussein, alinyongwa. Huyo ulimhukumuje? Neno walilolisikia ndilo lililowahukumu. Walisikia wakahukumu. Ndio nauliza lilikuweko tangu mwanzo. Sasa kumaanisha alishahukumiwa. Amina. Haya, kumaanisha wao walihukumiwa watachomeka. Hukumu ya milele. Uliwachoma hao. Kuna mirengo miwili. Uzima wa milele na hukumu ya milele. Na ndio nikasema uzima wa milele ni hawa. Si ndio? Wengine wako ambao waonekani, si ndio? Lakini hawa si ndio tuko nao hapa. Amina. Haya, sasa mimi nauliza Kenyatta ulimhukumuje, maana tumuoni hapa. Hiyo pia si malaika, lakini si nyinyi mlifufuliwa mkapewa uzima wa milele, si ndio? Amina. Na vikundi ni mangapi? Mawili. Mambo ni mawili. Either ukue kwa uzima wa milele ama ukue kwa yaani wale wenye niko nao katika uzima wa milele ni majeshi ambayo ni malaika. Ndio nauliza nabii ambaye Mwalimu Ndaja alisema ito ni nabii. Sikatai. Sasa huyo tayari niko nao, lakini Kenyatta sijamuona katika huu uzima. Ako wapi? Sasa penye yako ako wapi? Hayuko penye mimi niko. Hayuko huku, kumaanisha ako wapi? Ashafufuka. Kenyatta ashafufuka. Kenyatta? Lakini penye niko hayuko. Lakini ashafufuka. Maana subirini. Subiri tuongee na Yesu kwanza. Tunauliza wakati andiko inasema hivi. Kuja jibu. Yesu wewe jibu. Mimi nataka ona. Unataka kusaidia Yesu. Yesu anajiweza. Sikilizeni. Andiko unaona andiko. Amina. Mumeshachoka. Tuliene kwanza. Kama kuna wenye unaona kama washachoka. Haya. Sasa mimi nauliza hivi. Sikiliza hiyo swali. Nauliza hivi. Amina. Katika ufufuo ya kwamba atakapokuja mwana wa Adamu katika kiti cha hukumu wake, katika kiti cha hukumu yake,
na malaika wengi pamoja naye. Atakuwa na makundi haya, atawachagua wengine ambaye kama kondoo na wengine kama busi. Makundi mangapi? Atakapokuja. Kwa hivyo ina maana tayari ashakuja. Makundi haya mawili anasema hivi, nisomee katika Mathayo 25:41. Sasa mimi naomba kundi hili, asema ingieni, na wengine anaambiaje? Twende. Anzia 25 31 kwanza. Inasema ndio hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake, ndio, na malaika watakatifu wote pamoja naye. Haya, subiri, ni hivyo, si ameshakuja? Amina. Kulingana nyinyi ashakuja ni yeye. Ndio, si ndio hiyo? Amina. Asoma 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hivyo atakapokuja mwana wa Adamu, wale ambao watakuwa ni wenye dhambi atawaambia waende katika jehanamu. Sasa huyu ameshawaambia wale ambao ni wenye dhambi waingie jehanamu. Kama ni huyu wa Biblia nasema atakapokuja atakawa kundi ngapi? 2. Kundi lingine litaambiwa liingie jehanamu. Sasa tayari kuna kundi ambalo liko jehanamu tayari. Wacha mimi nikusomee. Ulisemaje? Nilisema wenye watatii hiyo maandiko kuhusu mavazi na unyesiri wa ngalimu. Hao sasa ndio kundi. Kwa hivyo wale ambao wanavaa turusa na wanashuka nywele, kwa lugha nyepesi ni wenye dhambi. Wenye dhambi saa hii wako jehanamu. Asante. Soma. Unaona hapa ni mamlaka ya mwana wa Mungu. Hapa ni atakapokuja. Ni Yohana. Ni Mathayo. Nimesoma Mathayo. Hii nasoma Yohana 5. Sasa mimi nasoma Mathayo. Mimi nimehoji Mathayo. Ndio nakujibu sasa. Unajibu kupitia kwa maandiko. Mamlaka ya mwana wa Mungu. Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, mwana hawezi kufanya kitu peke yake. Anaweza tu kufanya kile anachomuona Baba akifanya. Maana kile anachofanya Baba, mwana hukifanya vile vile. Yesu hakuna hukumu atakayopeana wakati uno kama hachaidhinishwa na Baba kufanya hiyo hukumu. Nisomee hapo 22. Yohana 5:22. Yohana 5:22. Si haraka. Yohana 5. Yohana. Ndio hii. 5 soma 22. 22 inasema hivi. Baba hamhukumu mtu yeyote. Shughuli zote ya hukumu amemkabidhi mwana. Kwa hivyo nani anahukumu? Yesu anahukumu. Kama wakati umefika. Bado anaambiwa na Baba wakati ya hukumu bado. Sasa huyo Baba anasema, Biblia inasema hivi, atakapokuja mwana wa Adamu, atakapokuja. Kukuja akiwa wapi? Si akitoka mbinguni. Amefika wapi sasa wakati hiyo ndio hukumu ianze? Si amerudi duniani. Okay, atakaporudi duniani lazima na vile amerejea hivi. Sasa ndiye ameanza kupeana ujumbe, habari ya mbinguni, jinsi tutakavyoishi maisha ya utakatifu. Imeandikwa wapi anapokuja na kuja kuhubiri? Lazima atupe ujumbe, atupe elimu. Hiyo ni kusoma. Kwa hivyo hahukumu, hajahukumu. Lazima apeane ujumbe kwa watu, wajue jinsi watakavyoishi hapa duniani. Hajahukumu. Bado hajahukumu. Haya, nitosha. Alete. Amina mwalimu. Wewe nimekusikia nikiwa pale kabisa na ujue hajabadilika. Wewe umesema hivi, ulisema pale nikiwa pale ya kwamba tayari ako kwa moto wa jehanamu, si ndio? Kwa hivyo tayari wamehukumiwa, si ndio? Unaona nini mchungaji Ndacha? Venye tuko mahali hapa hivi, sisi wote ni
malaika. Sasa hao ni malaika wako katika hawachakui jinsia, ndio wakapata kanuni jinsia, akakaa ndani. Sasa yeye hata mambo ya kuoa na kuoleka amechukua chomba anatembea naje. Kwa hivyo hajaolewa. Amina. Mimi nimeolewa. Na ulifufuliwa. Nilifufuliwa. Na Yesu anasema watu wakifufuka hawaolewi. Amesema jinsia. Jinsia. Kwa hivyo kwani wewe uliolewa ukiwa jinsia gani? Ya kike. Na mwenye alikuoa wa jinsia gani? Si ni kiume? Ni kiume pia. Si ndio? Alafu kwa hivyo kuna jinsia ya kiume na kike. Huwezi kusema hakuna jinsia wakati uko naye. Tuchakata. Asante. Sasa nilitaka pia ongezee hiyo Wakorintho wa kwanza. Kama walikuwa na swali pia. Nilikuwa nataka tumalizie hapo. Sawa basi. Tumalizie hapo. Mateo 6. Ngapi? Imezima sauti imepotea. Haifanyi. Tumalizia hapo, mwalimu wako na mkutano. Ako na mkutano asichoke. Usifiwe Yesu. Amina. Salamu za Yesu. Amina. Timotheo ngapi?